unaweza kupewa nafasi na Mungu watumikie watu ukawaumiza watu. Mtu yeyote na umaarufu wake. George Washington, yeye ndiye mwanzilishi wa taifa la Marekani, kiongozi wa kwanza wa taifa la Marekani. Leo ukienda Washington unaitwa Washington kwa sababu kiongozi wao wa kwanza alikuwa George Washington. Watu maarufu wale hawapo leo, wameshakufa. Waangalie kina Tom Mboya, wa Afrika wazuri waliosimama kwenye nafasi zao. Waangalie kina Kwame Nkrumah, kina Thomas Sankara. Thomas Sankara alikuwa ni askari kule Burkina Faso ambaye alivunja rekodi ya kutoa maisha yake kwa ajili ya watu. Alikuwa ni rais lakini anaendesha baskeli. Namuona mheshimiwa rais anapita na baskeli yake kwenda kutembea wananchi. Wabaya wakampiga risasi wakamuua. Kwa nini? Hataki kujilimbikizia mali, anataka yeye akose, wananchi wapate maji, wananchi wasome. Nanielewa Ila leo unamkuta kiongozi ana mali nyingi kuliko anaowaongoza. Unaweza kumuuliza umezipata wapi? Maana sisi ndio tukumekuchagua wewe utuongoze sisi. Tulitakiwa wewe utuongoze sisi kwenye kupata, sio ujiongoze wewe mwenyewe kwenye kupata. Unanielewa Na ndio maana ule uongozi wa kuwaongoza watu ni mgumu. Mwalimu alikuwa anasema kwamba kazi ya kuwatumikia watu ni takatifu, kwa sababu huna chochote. Unalala, unaona watu hospitali hazipo, unaona huku mashule hayatoshi, unaona huku, unaona mambo, moyo wako unaumia. Waone kina Patrick Lumumba ambao walikuwa wako wanabani ndani ya mioyo yao kuitumikia bara lao la Afrika. Wanataka. Nakumbuka Patrick Lumumba wakati wa sherehe za uhuru alikuwa si sehemu yake kuzungumza. Wanafanya sherehe za uhuru, yeye hakupangwa kuzungumza. Lakini kwa sababu alimuona mkoroni, alimchukia mkoroni, akagrab microphone amtandike mkoroni mbele ya hadhara. Akachukua microphone, akamtandika mkoroni. Mkoroni sasa anaondoka, akatandikwa maneno ya uhakika. Mkoroni kwenye harakati za kuondoka kwake akasema, tumuue huyu maana ndio Yodomo Kaya huyu. Nataka nikwambie ndugu yangu, ukiishi kwa ajili ya watu utaishi milele. If you live for the people, utaishi milele. Lakini hawa wote hawapo, wameondoka. Mwangalie Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa kwanza. Kafa maskini. Narudia tena, Nyerere kafa maskini. Nyerere anastaafu. Wakati ule mimi nakwenda Butiama pale, mimi nikiwa mchungaji na nimechunga kanisa Msoma maeneo hayo, Mwisenge, nimechunga kanisa shule aliyosoma Mwalimu Nyerere. Na nilikuwa mmoja wa walimu wake waliomfundisha Nyerere shule ya msingi, alikuwa mshirika wangu. Anaitwa Mzee Irenge na mwanae anaitwa Roda Irenge, alikuwa mshirika wangu. Mwalimu anakufa, ana hata nyumba ya kukaa. Jeshi la wananchi wakaanza kumjengea nyumba haraka. Alikuwa na nyumba moja tu ya Msasani pale, na kajengewa nyumba haraka. Nini? Aliishi kwa ajili ya watu. Mtu anaweza kuwa sio mlokole, sio mkatoliki, sio Muislamu, lakini atakavyoishi kwa ajili ya watu kuna thawabu mbele za Bwana. Narudia tena, mtu anaweza kuwa baniani kabisa, lakini maisha anayoishi